فتراه طيرا بالعزيمة جاء. kutuafikia kwa muda kama huu kwamba tuko hapa na tukawa ni miongoni mwa kushukuru neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha, ikiwa neema za watoto, na tukakhalifu yale ambayo kwamba yanafanywa baada ya mtu kupata neema akawa anamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza nashukuru kwa kuwa fursa na shekhe wangu, ustadhi wangu. Unaweza kuitwa shekhe wa kata ni jina tu, lakini yeye ni mwalimu wangu na nitokea hatujapata hivyo vyeo vya shekhe wa kata, wala mimi sithamini kwamba kuna shekhe wa kata utamsaidia mtu isipokuwa yule ambaye kwamba ananufaa nao. Uislamu tuliokusanyikana hapa, alabibu takfihi liisharatu, yule ambaye kwamba mwerevu inamtosha ishara, wala yuridu kathrata aljidala, wala hapendi kutaka maelezo mengi, nikiamanisha kwamba anayefanya hakika alilelewa katika mazingira gani, akamuoa binti wa mazingira gani, wakapata watoto katika mazingira gani, na ndio maana wanawaenzi kwa kuwasomea dua kwa mazingira gani. Sasa ajabu ni wewe ambaye kwamba usubiri kumuozesha mtoto wako katika mazingira ambayo kwamba ni ya mtu haeleweki, ndio maana mpaka atakayezaliwa pia atakuwa haeleweki. Nisichukue muda, hii saa 4 naenda na tunakuwa tunajua kuna itibaru masayakun, kuna zingatiwa linakuja, kila mmoja analijua ni nini baada ya hili. Kama wewe ulijui basi tu Mwenyezi Mungu shukuru tu kwamba wewe haumo katika duniani, lakini mwenye kujua kwamba baada ya hii kuna nini kinachoendelea. Uislamu nimeambiwa niunge, na mimi naunga maneno nini ya hakika, na ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu amezungumzia tena kwa ikhtisar na yenye kueleweka. Miongoni mwa hakika kaenda moja kwa moja shar'an ni mnyama anayechinjwa kwa ajili ya kuchinjiwa mtoto. Katika lugha ni zile nywele ambazo kwamba zinachukuliwa, na miongoni mwa fadhila nywele zile, miongoni mwa njia nywele zile huwa zinapimwa au zinakisiwa kiasi maalumu cha pesa na kinatolewa sadaka. Ndio maana kuta wengine chukuliwa sadaka ile akapewa mwalimu, ahlan wa sahlan ala kulli tariq, katika kila njia. Hii ndiyo hakika. Lengo ni nini? Ameliweka mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza ni dua, ni shukrani, na vile vile kuna siri ndani yake. Sasa naunga maneno, ikiwa mtoto aliyezaliwa amezaliwa katika watoto ambao kwamba ni waheri, wazazi wake ambao kwamba ni waheri, haya ndiyo mafundisho sahihi ambayo kwamba tunapaswa mimi na wewe kuweza kuyafanya, kuliko ukachukua Kigoma ukazunguka mtaani kuwachukua wenda wazimu wenzako, alafu baada hapo ukaishia na kunywa mabia na kadhalika na mtu wa Kiislamu. Haya sio masala ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa naunga maneno yake Ustadhi Mwale alivyosema ya kwamba miongoni mwa taratibu ni kumlea mtoto malezi ambayo kwamba ni mazuri. Hata yeye akija akisikia kusomewa hakika, na yeye anaweza akamsomea mwenzake kupitia au mtoto wake kupitia malezi ambayo kwamba ni ya kidua. Sasa kule Kenya tulikosoma, hapo ndio namaliza kuunga maneno ya Shekhe Ustadhi Mwale. Kuna watoto wanaitwa machokora. Chukua hiyo lugha,
Alafu huku Tanzania kwa vile ni watu wa kukatakata maneno, wakasema machoko. Sasa hapo kama unajua utaelewa kuna kitu kinachoendelea. Kule Kenya kuna watoto mtahani wanaitwa machokora, hiyo ndio lugha. Lakini huku sisi werevu tukakatisha tukaita nini? Machoko. Maana kwa kitu achoko utajua maana yake ni nini tu, haina haja ya kuendelea huko mbele. Kwa vile watu ni asubuhi hawajalala. Ingelikuwa ni usiku tungeendeleza kusema ni nini maana yake. Sasa Muislamu unatakiwa mtoto wako asiwe kitu kama hiki kituko, bali tumfuate Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maneno aliyo haki. Fabillahi Yaqub, tunatakiwa kwa Uislamu katika dunia tukifa tuwe tumeacha vitu viwili: dini kupata ushindi na kumwacha mshika kijiti. Hapa tunaona fahari. Ustadh Saidi alimfundisha Ustadh Muhammad Kachungu. Ustadh Saidi akifa, fahari yake ameacha mshika kijiti katika yale mambo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo mzazi anatakiwa awe hivyo. Sasa ukisoma Qur'ani 2:133 na haki maneno baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anasemaje katika maneno ambayo kwamba Nabiiullah Yaqub? Haya ndiyo malezi yatakiwa yaweze kupatikana. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, idh hadara Yaquba, alafu ndipo nini? Al-mautu. Wale ambao kwamba wanatukana maneno, hata ukimuuliza mafuulu mukaddam hapa yuko wapi, aweze kutafsiria idh hadara Yaquba, alafu tukaja nini? Al-mautu. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismaila wa Ishaka wa Yaqub wa Ismaila wa Ishaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Haya ndio malezi ambayo kwamba unatakiwa wewe mzee, baba, mama wa Kiislamu uweze kuyaiga. Malezi gani? Ya mtumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Yaqub. Am kuntum shuhada, hivi hamna habari? Idh hadara Yaqub al-maut, ghafla pindi muda ya billahi Yaqub anataka kufa, mauti yamemjia. Amefanya nini? Idh qala libanihi, ni pale alipowaambia watu, amewakusanya watu wake, akamwambia ma ta'buduna min ba'di, mnamwabudu nini baada yangu mimi? Mimi ninakufa, sasa nyinyi mtaendelea kuabudu kitu gani? Qalu, wakasema na'budu ilahaka. Angalia kwanza hiyo siyaki ya maneno, na'budu ilahaka, tutamwabudu Mola wako. Yaani bimaana hapo tayari sisi ni warithi, tumerithi yale ambayo kwamba unayafanya. Lakini wakazidi kuendelea mbele, kwa vile katika Qur'ani kwa ta'wili kuna masala ya nini ya kurefusha na masala ya ijazi kufupisha. Kwa Qur'ani yote hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepita katika njia hizo, na ndio maana ikawa ni somo limewekwa. Akasema na'budu ilahaka, takabudu Mola wako, wa ilaha abaika, na Mola wa baba yako Ibrahima wa Ismaila, afu ilahan wahidan, Mola mmoja. Baada wakaendelea wa nahnu lahu muslimun, sisi kwa yeye tutakuwa ni Waislamu. Hapa ndugu zangu Waislamu, ni kwamba wazazi wamemlea, au huyu bwana amewalea watoto wake wakafahamu waenda wapi. Sasa je, hivi sasa malezi tuliokuwa nayo ya kutukana mambo ambayo kwamba ni ya kheri, mtu ambaye kwamba anajua, je, wale ambao kwamba hawajui watafanya nini? Hapo ndio naunga maneno ya Sheikh Saidi niweze kukaa. Yaani bimaana hapa ngikaa sikuzungumza neno langu hata moja, nimeunga maneno ya Said Mwale na ninaunga maneno ya Saidi. Kuna watu hutukana haya mambo. Sasa usipate shaka ni kwamba hawajui watendalo.
ili upate kujua kwamba kuna mihemko katika dini. Angalia hili, kuna kisatul miraji. Kisatul miraji sio hadithi hasan, sio sahihi, sio dhaifu, sio muallaka, sio muani. Sikiliza hiyo ndio uchukue sasa, uangalie kwa hawa watu wana nini, wana lengo gani, hawezi tufahamu kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa cha miraji ni suratul Isra, haswa imeteremshwa na aya ya kwanza kabisa baada ya bismillah, ambapo pia haitaki iondoe hiyo, ambapo wanaikubali ni subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjid. Tena subhanalladhi, kwanza ameanza na utakatifu wa Mwenyezi Mungu, ni yule ambaye asra bi'abdihi, amempeleka mja wake. Hatupo katika miraji, tupo katika kupinga mpaka kisa hiki. Na ukikisoma misikiti nasoma, alafu tawasikia wanasemaje, wana lugha mbaya, lugha chafu. Wanasema kwamba naona hapo mmempeleka Mungu mbinguni, hapo mmempeleka mtume mbinguni kwa Mungu. Hapo mmoja alizungumza pale, alafu ni asimeni swali, naona shekhi wako amempeleka mtume kwa Mungu, naona hapa anamrudisha. Alafu nizungumza semaje, amempeleka. Mimi nikisema nimempeleka huko, naomba ni nini? Bid'a. Bid'a iko wapi? Ndio, lakini hapa kwa kusanya watu. Sasa utajuaje? Unajua saa nyingine za akili, wale kuna wengine wana akili kama kopo cha kahawa, yani hazitoshi. Yani unajua kopo cha kahawa kilivyo, ndio akili zilivyokuepo. Paka midume ina akili kama kahawa wengine. Wao kafikiri katika zile kesi zile, mbona mke wake amemwacha, anaambia yeye mwacha. Kwa nini? Kuna kesi nyingine imetokea kule, eti kugombaniana tu kwa chooni. Yaani mume na mke wanagombaniana, nani aoge wa kwanza, alafu hiyo ni talaka tayari. Unajua kama mume ana akili gani huyo? Unajua ni wale kubechakaa, maana ni finyo akili zao, hata kusogea hawezi kusogea. Sasa wewe unakataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupelekwa, lakini unasema unakataa kwa